Wapendwa katika Kristo, tumsifu Yesu Kristo. Karibuni katika Dominika hii ya 28 ya mwaka C wa kanisa. Tusikilize masomo na tafakari. Somo la kwanza. Somo la kitabu cha pili cha Wafalme, sura ya 5 aya ya 14 hadi ya 17. Naamani alishuka akajichovya mara 7 katika Yordani, sawasawa na neno lake yule mtu wa Mungu. Nayo nyama ya mwili wake ikarudi na ikawa kama nyama ya mwili wa mtoto mchanga, akawa safi. Akamrudia yule mtu wa Mungu, yeye na mafuatano yake yote. Akaja akasimama mbele yake, akasema, sasa tazama, nakuja ya kwamba hakuna Mungu duniani mote ila katika Israeli. Basi nakuomba upokee mbaraka kwa mtuma wako. Lakini akasema, kama Bwana aishivyo, ambaye nimesimama mbele yake, sipokei kitu. Akamshurutisha apokee, lakini akakataa. Naamani akasema, kama sivyo, lakini mtumwa wako na apewe mzigo wa udongo wa baghala 2, kwa maana mtumwa wako hatatoa tena sadaka ya kuteketezwa wala dhabihu kwa miungu mingine ila kwa Bwana. Neno la Bwana. Bwana ameufunua wokovu wake machoni pa mataifa. Somo la pili. Somo la waraka wa pili wa Mtume Paulo kwa Timotheo, sura ya 2 aya ya 8 hadi ya 13. Mkumbuke Yesu Kristo aliyefufuka katika wafu, wa uzao wa Daudi, kama inenavyo Injili yangu. Nami kama hivyo nimeteswa hata kufungwa kama mtenda mabaya. Lakini neno la Mungu halifungwi. Kwa ajili ya hilo nastahimili mambo yote kwa ajili ya wateule, ili wao nao waupate wokovu ule ulio katika Kristo Yesu, pamoja na utukufu wa milele. Ni neno la kuaminiwa, kwa maana kama tukifa pamoja naye, tutaishi pamoja naye pia. Kama tukistahimili, tutamiliki pamoja naye. Kama tukimkana yeye, yeye naye atatukana sisi. Kama sisi hatuamini, yeye hudumu wa kuaminiwa, kwa maana hawezi kujikana mwenyewe. Neno la Bwana. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Luka, sura ya 17 aya 11 hadi ya 19. Yesu na wanafunzi wake walipokuwa njiani kwenda Yerusalemu, alikuwa akipita katikati ya Samaria na Galilaya. Na alipoingia katika kijiji kimoja, alikutana na watu 10 wenye ukoma. Wakasimama mbali, wakapaza sauti wakisema, Yesu, Bwana mkubwa, uturehemu. Alipowaona aliwaambia, enendeni mkajionyeshe kwa makuhani. Ikawa walipokuwa wakienda, walitakasika. Na mmoja wao alipoona kwamba amepona, alirudi huku akimtukuza Mungu kwa sauti kuu. Akaanguka kifudifudi miguuni pake, akamshukuru. Naye alikuwa Msamaria. Yesu akajibu akanena, hawakutakaswa wote 10? Wale 9 wapi? Je, hawakuonekana waliorudi kumpa Mungu utukufu ila mgeni huyu? Akamwambia, inuka, enenda zako, imani yako imekuokoa. Neno la Bwana. Leo mama kanisa anatualika tutafakari juu ya neema tunayopokea kutoka kwa Mungu kama zawadi. Sambamba na hilo, anatufundisha kutoa shukrani ambazo tunatakiwa tuzitoe kwa Mungu baada ya kupokea neema hizo. Katika somo la kwanza, jemedari mpagani aitwaye Naamani anapata neema ya uponyaji wa ukoma. Neema za Mungu kwa kweli zinahitaji utayari wetu wa kuzipokea. Ndiyo maana alipewa sharti na nabii Elisha la kwenda kuzamisha mwili wake mara 7. Hii 7 ikionyesha ukamilifu. Alikwenda kuzamisha mwili wake katika Yordani. Hakuwa tayari mara ya kwanza, lakini baadaye ilibidi afanye tu hivyo. Na ndiyo maana baadaye alipona. Hapa tunajifunza kwamba Mungu hutumia njia ambazo pengine kiburi chetu kinakereka nazo. Ndiyo maana hata wakati mmoja Yesu alisema, ukitaka kwenda mbinguni uwe kama mtoto mdogo. Mara nyingi tunakataa njia za Mungu kwa sababu hazilingani na tunavyotarajia.
Lakini jemedari huyu Naamani pia alipata uponyaji wa roho. Uponyaji huu ulimbadilisha roho yake. Ndiyo maana baada ya kuponywa anasema, tafadhali sasa nimejua hakuna Mungu duniani kote ila katika Israeli. Anaendelea pia kusema kwamba, kwa maana mtumwa wako hatatoa tena sadaka ya kuteketezwa wala dhabihu kwa Mungu mwingine ila kwa Bwana peke yake. Lakini zaidi ya hayo yote alichukua udongo wa Israeli kwenda kumtengenezea Mungu wa Israeli madhabahu. Katika upande wa pili wa shukrani, tunaona Naamani anatoa shukrani zake kwa nabii Elisha. Lakini nabii Elisha anakataa kupokea zawadi hiyo kwa sababu yeye alitumika kama chombo tu. Na ndiyo maana kukataa kwake Elisha kunaonyesha kwamba utukufu unatakiwa ubaki kwa Mungu tu. Lakini pili, kuonyesha kwamba neema za Mungu hazina bei, tunazipokea bila mastahili yetu. Na ndiyo maana Yesu alitufundisha kujibu katika Injili ya Jumapili iliyopita kwamba sisi tu watumwa wasio na faida tumefanya tu yaliyotupasa kufanya. Kwa kweli hichi ndicho alichofanya nabii Elisha, kwa vile yeye tu alitumika kama chombo katika kukamilisha kazi ya Mungu. Katika Injili tunaona neema ya uponyaji imepokelewa na wengi. Ilipokelewa na watu 10 ambao ilikuwa ni wakoma 10 pia. Lakini aliyeshukuru ni mmoja ambaye ni Msamaria. Wale wengine Wayahudi 9 waliona pengine ni haki yao. Kumbe neema ya Mungu sio haki yetu, hata kama tukiona kwamba tunastahili. Neema ya Mungu haina mipaka baina ya Wasamaria na Wayahudi ambao kwa kweli walikuwa ni maasimu. Haikuwa na mipaka ya sheria za Kiyahudi ambapo ziliwataka wakoma wajitenge. Na hata wakoma wale waliposimama mbali wakimuita Yesu, neema zile ziliwafikia, umbali haikuwa tatizo. Kwa hiyo neema za Mungu hazina mipaka. Lakini ndiyo maana pia hata sisi tukiwa mbali na Mungu kwa sababu ya dhambi, lakini tukiwa tayari kupokea neema zake, zitafika tu. Lingine la kujifunza katika somo la Injili, shida ya ugonjwa wa ukoma iliwaunganisha kwanza yule Msamaria na wale wakoma wengine 9. Yule Msamaria mmoja mkoma na wale wengine 9. Lakini baada ya kupona walitengana. Na hili linaonekana kwa sababu mmoja ndiye aliyerudi kwa Yesu kutoa shukrani. Wale wengine hawakuonekana. Pamoja na huyu aliyekuja kutoa shukrani kwa Yesu, huyu Msamaria, na wale wengine ambao hawakuonekana. Ndiyo maana na sisi tunatakiwa tujiulize, hivi mafanikio ndio yanayotuunganisha au shida ndizo zinazotuunganisha? Kwa sababu shida ziliwaunganisha, wote walikuwa ni wakoma, lakini baada ya kupona wakarudia kuwa mahasimu kama mwanzo. Ndio maana hawakurudi kwa Yesu, hawakuandamana naye tena katika kuja kumshukuru Yesu. Kwa hiyo somo la kwanza na Injili inaonyesha jinsi neema ilivyowatoa wale wakoma toka kwenye shida. Lakini somo la pili linaonyesha kwamba tunaweza tukaa kwenye shida, lakini neema ikatusaidia kuvumilia shida hizo au taabu hizo. Ndiyo maana Mtume Paulo yupo katika minyororo akiteseka kwa ajili ya Injili hii. Uvumilivu wake unatokana na neema aliyoipokea. Uwezo wake wa kuteseka kwa uaminifu na kuendelea kubaki mwaminifu sio matokeo ya ustahimilivu wake wa kibinadamu, bali ni matokeo ya neema ya Mungu inayofanya kazi ndani yake. Basi nikihitimisha tafakari yetu, uponyaji wa mwili sio lengo la mwisho, bali ni kuelekeza kwa uponyaji wa milele na kumtukuza Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana